Tajaribu kwenda haraka. Wimbo wa 216 nyimbo za wokovu. Mwenyezi amejenga mji, mfalme wa uko ni Yesu. Yohana aliouona kushuka kutoka mbinguni, ukuta ukawa wa jaspi na njia ya dhahabu safi. Wakati nitakapohama, nitachukuliwa Sayuni, mjini mule mtakatifu. Yesu atuandalia makao, sasa nangoja na utaamani. Mji mzuri kutoka mbinguni, na zambi hazitafikapo, uchafu hautaingia, mateso, ugonjwa na kufa hazitakuwapo mjini, na mule tutayasahau jaribu na vitana. Hatutaachana milele, hakuna uchungu rohoni, mjini mule mtakatifu. Yesu atuandalia makao, sasa nangoja na utaamani. Mji mzuri kutoka mbinguni, mjini hatutayaona kilio na maombolezo, na huko hatutadanganywa, haitakuwapo husuda, na wana wa Mungu waona uzuri na utakatifu. Nitakapofika mjini, nitashangilia daima, mjini mule mtakatifu. Yesu atuandalia makao, sasa nangoja na utaamani. Mji mzuri kutoka mbinguni, wapenzi, rafiki na wale waliomaliza safari watashangilia kabisa kwa ajili ya damu ya Yesu, na tutawaona mjini katika makao ya raha. Tumaini letu ni hili, tutakusanyika mbinguni, mjini mule mtakatifu. Yesu atuandalia makao, sasa nangoja na utaamani. Mji mzuri kutoka mbinguni. Tuombe. Mungu Baba mwenye rehema, katika jina la Yesu nasimama mbele ya kundi hili. Nahitaji presence yako Mungu, uwe pamoja nasi kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni falme juu ya falme zote.
katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mahali hapa siku ya leo, kwa sababu kweli ni kwa mgeni, lakini kuona viongozi wanipatia muda wa kuhubiri nikasema asante. Bwana asifiwe. Nilipenda tuzungumze maneno machache kuhusu thamani ya damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Tutasoma kitabu cha Waebrania sura 4 mstari wa 14. Waebrania sura 4 mstari wa 14 hadi 16 nasema hivi: basi tuzingatie kwa makini imani tunayoiungama, maana tunaye kuhani mkuu aliyeingia mpaka mbinguni, Yesu mwana wa Mungu. Huyu kuhani mkuu wetu anaelewa kabisa unyonge wetu. Yeye mwenyewe alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Basi na tukaribie bila hofu kiti cha enzi cha Mungu mwenye neema, tupokee huruma na neema ya kusaidia wakati wa shida. Amen. Tumalizie Waebrania sura 9 mstari wa 11. Waebrania sura 9 mstari wa 11 nasema hivi: lakini Kristo amekwisha fika akiwa kuhani mkuu wa mambo yaliyo mema, ambayo sasa yamekwisha fika. Yeye anatoa hukumu zake katika hema iliyo bora na kamilifu zaidi, isiyofanywa kwa mkono wa watu, yaani si ya ulimwengu huu ulioumbwa. Yeye aliingia mahali patakatifu mara moja tu, akiwa amechukua sio damu ya mbuzi na ng'ombe, bali amechukua damu yake mwenyewe, akatupatia ukombozi wa milele. Watu waliokuwa najisi kadini waliweza kutakasika na kuwa safi waliponyunyiziwa damu ya mbuzi na ya ng'ombe pamoja na majivu ya ndama. Lakini kwa damu ya Kristo mambo makuu zaidi hufanyika kwa nguvu ya Roho wa milele. Kristo alitolea mwenyewe tambiko kamilifu kwa Mungu. Damu yake itatutakasa dhamiri zetu kutokana na matendo yayo, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Sije kama tunaweza soma kwa kilugha. Soma. Abaheburayo 4:14. Nukubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu mwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntegenke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Amen. 11 kugeza kuri kangahe? 14. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi tiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjiriwe kubahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka. Nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagiri inenge kubw'umwuka witeka, tazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Naho. Amen.
Bwana asifiwe. Tupepee Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Nitawaomba kabisa muwe baraka kwangu na mimi niwe baraka kwenu. Bwana asifiwe. Nilipenda kufundisha juu ya thamani ya damu ya Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu alikaa pamoja na Mungu na Roho Mtakatifu. Wakati Adam amefanya dhambi katika bustani ya Edeni, relation ya Mungu na mtu ikasimama. Lakini Yesu wakati aliona mambo kama hayo yamefanyika, akakubali mara tena kuja katika dunia hii. Bwana asifiwe. Aliacha utukufu na heshima na mamlaka yote. Amekubali kuacha makerubi na maserafi wakisema kwamba mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Walikuwa kimsifu usiku na mchana tu, mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Lakini Yesu mwana wa Mungu akaona ya kwamba si kitu cha kushikamana nacho. Akubali kushuka. Bwana asifiwe. Akashuka hata kuzaliwa. Sikupenda kusema maneno ya Noe, lakini nilipenda tuzungumze maneno juu ya kuhusu thamani ya damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Yesu ni mwana wa Mungu kabisa. Ameacha makerubi, ameacha wale makuhani ambao walikuwa wale wa viumbe wale abatamji, donc abantu bahoraga muramite ryose. Wazee 24 wakisema kwamba mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Lakini amekubali kushuka ili tupate wokovu wa bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la kwanza, wakati Yesu amesulubiwa, Yuda alizania kwamba wakimpea pesa, kumpatia pesa, labda Yesu atafanya eforo yake kusudi apiganishe wale watu, labda hata kufa. Lakini Yesu ilikuwa mapenzi yake kusudi aje katika dunia hii atimize mapenzi ya Mungu. Waebrania sura 10 mstari wa 5 nasema hivi: ndiyo maana Kristo alipokuwa anakuja ulimwenguni alimwambia Mungu, hukutaka tambiko wala sadaka, lakini umenitayarishia mwili, sadaka za kuteketezwa na za kuondoa dhambi hazikupendezi. Hapo nikasema niko hapa, Mungu, kutimiza matakwa yako. Bwana asifiwe. Ndani ya Agano la Kale, wale makuhani walikuwa na kazi ya kupeleka ile kondoo au mbuzi au ngombe mara moja kwa mwaka. Lakini kila jamaa ilikuwa na devoir ya kutafuta mbuzi, ya kutafuta kondoo, ya kutafuta ngombe, hata na njiwa, maskini zaidi, kutafuta njiwa katika pori na kuilete katika hema. Na ile jamaa inatia mkono juu ya ile nyama kusudi dhambi za ile jamaa ziende katika ile nyama. Lakini tulikuwa tu kwa rukororosa kusa. Haleluya. Haleluya. Ile damu ya Yesu, kila jamaa ilikuwa inaleta tu, kama ni ngombe, kama ni mbuzi, kama ni kondoo. Lakini haikuwa inatosha kabisa. Yesu mwana wa Mungu ambaye ameacha vyote, makerubi na maserafi wakiwa wakisema kwamba mutakatifu, mutakatifu, akaja kama kuhani mkuu. Bwana asifiwe. Hapa tumesoma kwa kitabu cha Waebrania kimesema kwamba yeye amekuja kama kuhani mkuu. Yeye hakuleta mbuzi, hakuleta kondoo, hakuleta ngombe. Amekuja yeye peke yake ili apate kutimiza mapenzi ya Mungu. Pale msalabani walipomshika kwenda kumtundika, walimpekamata saa 3 kwenda Getsemani, walimupiga,
walimtemea mate, walimuvika taji ya miiba, wakamsulubisha. Hata Pilato akaandika juu ya msalaba akasema kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Haleluya. Huyu ni mfalme wa Wayahudi, kwa sababu ilikuwa desturi ya kwamba kila mtu akimsulubisha waandike motif au kosa ambayo amefanya. Hakusema kama huyu ni mwizi, huyu ni mnyang'anyi, akasema huyu ni mfalme wa Wayahudi. Bwana asifiwe. Kwa sababu walizania kwamba labda atakuwa muuaji kama wengine, lakini kusudi mapenzi ya Mungu yapate kutimia. Ndugu zangu, tumekombolewa na damu ya thamani, damu ya Yesu ambayo ni damu halali, ni damu ambayo inatutakasa kabisa. Jambo la kwanza, damu ya Yesu inatuletea ushirika pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Warumi sura 8 mstari wa 8 nasema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Bwana asifiwe. Ni kusema kwamba tumekuwa tena na ushirika pamoja na Mungu. Jambo la pili, tunakombolewa na ile damu ya Yesu. Tulikuwa mbali kabisa mataifa, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu tumekuwa karibu naye. Hapa akasema kwamba Waefeso sura ya 1 mstari wa 7 inasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, damu ya Yesu Kristo hutusafisha makosa yetu. Hata tufanye dhambi za kila namna, lakini damu ya Yesu inatusafisha. Waebrania sura ya 9 mstari 14 inasema hivi: basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho yake milele alijitoa nafsi yake kuwa sadaka isiyo na mawaa. Hapa tumesoma kitabu cha Waebrania nasema kwamba Yesu alipokuja amekuwa kuhani mkuu, na walikuwa na desturi, kuhani mkubwa walikuwa kumvika kanzu ndefu kabisa ya kuhani, na hapa chini wanamtia kamba. Akiingia patakatifu, ikiwa nakaa huko na apige mguu chini kusudi watu wasikie kama ngali hai, wanajua kama amefariki, wanakokota ile kamba, wanaenda kuzika. Lakini kwa sababu ya damu ya Yesu sote tumekuwa makuhani wa Yesu. Haleluya. Kwa sababu ya damu ya Yesu tumekuwa makuhani, watoto wa nyumbani, tumekuwa watu wa Mungu. Damu ya Yesu inatutakasa kabisa. Damu ya Yesu inatutakasa. Waebrania sura 13 mstari wa 12 nasema, kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Damu ya Yesu inatutakasa. Tunahesabiwa kuwa haki, kuwa wana wake kamili kwa sababu damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu huleta karibu na Mungu. Ile damu ya Yesu inatukaribisha pamoja na Mungu. Kolosai sura ya 1 mstari wa 10 inasema hivi, na kwa yeye huvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mumefarikishwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Bwana asifiwe. Mungu ametupatanisha na yeye kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu hutupa ujasiri wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu.
Haleluya. Ujasiri, ubushizi bw'Imana. Haleluya. Damu ya Yesu hutupa ujasiri wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Waebrania sura 10:19 nasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pa damu ya Yesu, njia ile aliyetuazia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, tumekombolewa na damu ya Yesu. Hata dunia ipinge, lakini Yesu amemaliza mambo yote pale msalabani. Akasema imekwisha. Imekwisha, imekwisha, imekwisha. Tumenunuliwa na damu ya Yesu ya thamani kwa sababu tulikuwa mbali. Lakini Mungu anapenda kabisa tujioje. Tumeitwa ndani ya kanisa. Tumeitwa, ukijifunza maneno ya kanisa, eklesia, ni watu ambao wameitwa kutoka nafasi mbalimbali. Wenye kutoka milima, wenye kutoka mabonde, wenye kutoka mafamilia mbalimbali wameitwa. Na kanisa mna watu wengi. Muna Wakristo kamili, muna wapagani, muna kategori zote za watu. Lakini neno la Mungu sharti lihubiriwe ili watu wapate wokovu. Bwana asifiwe. Haitoshi kucheza kisirimba hapa. Haitoshi kuwa mwanakwaya. Haitoshi kuwa mchungaji wa kanisa. Haitoshi, haitoshi, haitoshi. Biblia inasema kwamba wale ambao watakapoingia katika uzima wa milele ni wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Haleluya. Haleluya. Wale ambao watakwenda mbinguni ni wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Si masomo, si pesa, si cheo, bali wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo ni hao wataurithi uzima wa milele. Ndugu zangu, tujipe moyo kwa sababu dunia hii ni ziki, ni taabu, mna mambo mengi sana. Dunia sasa mna mambo mengi, kama vile mwandishi wa kitabu cha Timotheo anasema kwamba siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda fedha, watu wenye kupenda mali, wenye kupenda mambo kaza wa kaza. Lakini akasema, Mathayo akasema, heri yule ambaye atakayevumilia hata mwisho, ni yeye atakayeokoka. Bwana asifiwe. Tunafikia dalili za siku za mwisho, na watu wengi wanarudi nyuma. Wanadhania tu kama tu ni kawaida, kawaida, kawaida. Bwana wa kanisa yu karibu kuja. Bwana wa kanisa yu karibu kuja kwa sababu kanisa ni lake. Biblia inasema kwamba hata misingi ya kuzimu haitalishinda kanisa. Hata watu wainuke wapigane namna gani, lakini kanisa la Mungu litashinda. Haleluya. Kanisa la Mungu litashinda kwa sababu dunia ya sasa, kama vile mwandishi kitabu cha Isaya amesema kwamba sura 24 mstari wa 19 anasema, dunia inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umelemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia hii inatusumbua, inatupiga huko na huko, lakini tujipe moyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu siku moja huyo Bwana wa kanisa atarudi. Na siku hiyo, kama vile Paulo amesema kwamba akimwambia Timotheo, naona saa zangu za kwenda zimefika, akasema, mimi nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimemaliza mwendo, nimewekewa taji ya haki ambayo mwamuzi mwenye haki atanipa kwa siku ile, bali si mimi tu, na wale wote wanaopenda kuonekana kwake. Ndugu zangu, tujipe moyo.
dunia hii ni shida, dunia hii ni taabu, ni matatizo kaza wa kaza, lakini Bwana wa kanisa yuko karibu kuja. Tujipe moyo kwa sababu Yesu anapenda tuokoke kamilifu. Bwana asifiwe. Yesu anapenda tuache dhambi. Shetani anatudanganya tunafanya dhambi, tunaficha watu, tunadhania labda kama pastor hajui makosa yangu. Lakini ukisoma kitabu cha Zaburi 139 kuna mambo ambayo mwandishi amesema Daudi, akasema hata nikipanda huko na huko wewe uko. Bwana asifiwe. Zaburi 139 anasema, Mwenyezi Mungu, wewe umenichunguza, wewe wanijua mpaka ndani. Nikiketi au nikisimama, wewe wajua kutoka mbali kila kitu nilichofikiria. Hata mawazo yetu, hata matendo yetu anajua. Verse 12 alisema hivi, kwako giza si giza hata kidogo, na usiku wangaa kama mchana. Kwako giza na mwanga ni umoja, ni sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Kwa Mungu hata kuwe giza, hata kuwe mchana, ni sawa sawa. Mungu anatujua sote, wakubwa na wadogo. Na siku moja tutatoa ripoti mbele ya Mungu. Siku moja, uwe mkubwa, uwe mwanakwaya, uwe mwimbishaji, uwe mzee wa kanisa, uwe mama wa kanisa, uwe mchungaji, tutatoa ripoti mbele ya Mungu. Lakini heri wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Hao ndio watakaurithi uzima wa milele. Ndugu zangu, kwa kumaliza, napenda tuseme tu maneno machache. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa mchungaji wa kanisa. Yeye alikuwa askofu wa kanisa la Efeso, Polikarpe. Ilikuwa wakati wa mbele kwa kiwati walikuwa wakitesa kanisa la Kristo. Wakati walikuja kumkamata, alipaa katika nyumba ya etage kwenda kuomba Mungu. Wakati alikuwa akiomba Mungu, akaona kwa ndoto ya kwamba oreye yake, na oreye mnaijua ndio nini Kiswahili, oreye umusego. Wakati alikuwa amelala, akaona oreye yake inalungula, akasema kwamba hivi kifo changu kitakuwa tu moto. Alikuwa kiomba katika nyumba ya etage. Wakati walikuja kumtafuta usudi amuue, wale watumishi wakasema, mzee wanakutafuta. Akasema wanani? Asema wanakuja wale ambao wanapenda kuua. Akamwambia mngojee kwanza nikamate saa za kuomba. Bwana asifiwe. Akasema, Mungu nashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nami kwa muda huu wote. Wapenda siku ya leo nikukutane wewe. Hata nikipitia katika kifo, nitatoka kwenye kifo niingie katika uzima wa milele. Akaomba, kisha kuomba, huyu bwana akatoka nje, wakampeleka. Alipofika kwenye stadi, kukasikilika sauti inasema kwamba, Polikarpe, usiogope, usiogope, usiogope. Wakamwambia kwamba usipokubali huyu Cesar mtumikie na kukaa na Mungu wako, leo utakufa, utakutupia katika shimo la simba. Wakamwambia maneno marefu sana, akasema kwamba huyu Yesu nimemjua nikingali mtoto. Sasa nimekusha kwa mzee na miaka 86. Huyu Yesu sikuona kosa kwake. Na hata nywele zangu zimekuwa hivi kabisa chukua mzee. Siweze kukana huyo Mungu hata siku moja. Wakakamata moto, wakakonga kabisa. Wakamkamata, wakamtia katikati ya ziwa la moto. Yeye
olie alungule akufe, akaanza kumeremeta kama dhahabu. Haleluya, haleluya. Huyu Bwana kusudi moti na kuja kusudi olie kumsema chome akufe, akaanza meremeta kama dhahabu. Wakasema huyu ni mtu gani? Hata moto inamuogopa. Ukaonekana jeshi moja, soda moja kamata kisu, akamchoma katika ubavu wake, Polikarpe akafariki. Ni wengi ambao walikufa katika mateso kwa ajili ya Injili. Ni wengi ambao wamesulubiwa. Kuna mama wajane ambao yeye alisema kwamba labda nikikufa mbele au watoto wangu watakana Yesu, lakini wakaleta mti wakatia chini, mtoto wa kwanza kalala pale, wakakata kichwa, wa pili, wa tatu naye akashuka chini wakakata kichwa. Lakini ule soda akasema kwamba wakati tunapowaua kuna mwingine mtu hapo juu ambaye ana mavazi meupe ambao anawakumbatia. Akasema na mimi nitalala pale muniue. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wengi ambao wamesulubiwa wakati wa kanisa la mbele, wamepatwa na shida kaza wa kaza, lakini wamevumilia kwa sababu wameokolewa kwa damu ya thamani, damu ya Yesu. Dunia sasa inatusumbua, watu wengi wanarudi nyuma, watu wengi wanayumba ndani ya kanisa, wako ndani ya kanisa tena wako nje. Wakati imefika tutubu dhambi. Bwana asifiwe. Wakati umefika tutubu dhambi, tuache mambo kaza wa kaza, kwa sababu mbinguni hakuna upendeleo. Mbinguni hakuna rushwa. Mbinguni ni kusema kwamba wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo ni hao watakaourithi uzima wa milele. Hakuna ingine njia kabisa. Ndugu zangu, tujioje, tujue kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu Yesu ametimiza kazi yake yote pale msalabani, akasema imekwisha, imekwisha. Wakati nitoka Bukavu, kulikuwa pasta moja kutoka Goma ambaye aliingia pale kwetu Muumba Methodist. Alipana témoignage. Yeye ni missionnaire, ni kijana kabisa, angalia miaka karibu environ 40. Alienda fundisha huko nchi ya Misri. Alipofika kule anaitwa kwa jina la Moize. Akaanza fundisha wa mizirma. Muokoke, muokoke, muokoke. Wakamshika, walikuwa watu 5. Walipowashika wakaua wale watu 4 wote. Wamoja akatiwa katika ile chaise electrique, wakachomwa wakafa. Yeye walipomfikia wakamtia katika ile kiti kwenda kuwasha moto kusudi wa mchome, naye moto ikaruka kaenda. Akasema huyu bwana ni mtu wa madawa. Akasema hapana, huyu ni Yesu. Bwana asifiwe. Wakasema kwamba wakiretire tu nani priza kusudi juu kunani kumoto kusudi wachomeke moto wake, moto naenda. Wakichomeka moto naenda, wakirudisha moto narudia. Wakasema hata tutakuua tu, leo ni siku yako. Wakaenda asha grupe. Walipo asha grupe, ikatomboka, ikalunguza nyumba yote. Wakasema mbona tunakufa sote? Akasema hii ni mambo gani? Akawaambia kwamba msipo kubali Yesu kuwa mfalme na mwokozi wenu, mtakufa nyote. Yule mkuu wa jihadi wa Mizirima akasema kwamba yule ambaye atakubali huyo Yesu tutamkata kichwa. Mungu ni wa ajabu. Bwana asifiwe. Wale watu wote wakakubali Yesu, na ule Bwana akawabatiza. Alipofika kwenye moske, sasa wakasema ule shefu wao akisema neno wote wanashuka chini kuanza kuabudu.
Mara ya kwanza akashuka akasema, Mungu, tazama mahali nilipo, wewe mwenyewe utende miujiza. Akaomba. Wakati aliomba kasikia Roho Mtakatifu anataka kusema kwa lugha, akasema, Mungu nisaidie, hii roho itulie kwanza. Turi ya pili akasema, Maria sitashuka, nikishuka nitasema kwa lugha na watu wataniumaliza kabisa. Kumbe walishamtambua, walishamjua. Kulikuwa bwana mrefu aseme alikuwa namkamata kwa shingo, aseme, shuka na wewe, anza kuomba Mungu wako. Akashuka. Wakati alishuka kiomba Mungu, akasikia nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Akasema kwa lugha. Aliposema kwa lugha, wale watu wote wa Misri walikuwa ndani ya Mosco wote wakasema kwa lugha. Wakaanza kutabiri kabisa, kwanza kukimbia mkanisa, kama nikisirimbaka nisijue. Wakakimbia mkanisa wakasema kwa lugha. Baadaye wakasema, huyu mtu ni mtu gani? Bote wote wakasema kwamba huyu mtu ana Mungu wa kweli. Mpaka wote wakatulia, hata shehe wao walikuwa hapa akaanza sema kwa lugha naye. Aliposema kwa lugha, wakati wote walitulia akasema wote wakanyamaza, wakamwogopa, akasema huyu mtu ana Mungu wa kweli. Akawaambia kwamba msipotubu na kuacha dhambi mtaangamia. Hata muwe katika moske hii, lakini mjue kwamba msipokubali Yesu mwana wa Mungu mtakufa. Wote wakakubali. Yesu akawabatiza. Bwana asifiwe. Nikusema kwamba tunafikia nyakati za mwisho ambapo Roho Mtakatifu atatenda kazi. Roho Mtakatifu atasimamisha kanisa, atasimamisha wachungaji ambao wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu kutangaza habari ili watu waokoke. Kwa sababu dunia imelewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Ndugu zangu, tujipe moyo, tuache dhambi, tuokoke, kwa sababu huyu Yesu yu karibu kuja. Na wale ambao watakwenda katika harusi hiyo ni wale ambao wamesafisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe kabisa, kwa sababu mbele ya kumaliza tutaomba Mungu. Bwana asifiwe. Kuna bibi nasema kwamba ngo hazaba ubukwe kuruta ubwo mwisi. Hazaba ari ibirori by'akataraboneka by'amoko yose, amakontina yose yaho. Kandi abazabutaha, wale ambao watakwenda katika harusi hiyo, ni wale ambao wanaandikwa katika kitabu cha uzima. Si kila mtu, bali ni wale ambao wamesafisha mavazi yao. Ningeimba wimbo wa Kiswahili. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Atakusanya kwa furaha bali makapi yote atatupa motoni. Rafiki utakuwa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. Uliyelikataa neno zuri la Mungu, utaka wapi
tuombe Mungu sababu saa zimefika. Tugiye gusenga. Wifuza ko twabana we yako tugasenga Imana twese hamwe. Mahubiri wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. Uliyelikataa neno zuri la Mungu utaka wapi milele? Atakusanya kwa furaha ghalani, bali makapi yote atatupa motoni. Rafiki Baba mwenye rehema, katika jina la Yesu. Haleluya Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Oh, asante kwa damu yako. Wewe ni falme juu ya falme zote Bwana. Damu yenye uwezo. Tunakuonyesha kwa ndugu hawa Mungu upate kuwalinda. Damu ya Yesu iwatakase. Damu ya Yesu iwalinde usiku na mchana. Tunafunga pepo zote za giza zipate kushindwa katika jina la Yesu. Uje Bwana utende miujiza, watu hao pate kujua, watembee katika kweli na haki. Amani yako na baraka zako Mungu ziwe juu yao tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Makofi kwa neno la Bwana, makofi kwa neno la Bwana.